Gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simba Arati akiwa na mkutano na biashara wa mji wa Kisii alizungumza kuhusu maandamano ambayo yalifanyika wiki mbili zilizopita baada ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kuzuru jimbo la Kisii. Katika maandamano hayo makundi mawili yalikutana na kuvita kuzuka ambapo wanne waliumia kutokana na vurugu hii. Akiyazungumza haya, gavana alisema kuwa ikiwa kuna maandamano lazima yawe amani bila kuharibu mali ya watu mjini. Gavana vilevile alinyosha kidole cha lawama kwa kikosi cha polisi ambao walikuwa wakizindikisha wale ambao walikuwa wakiandamana na vilevile kujeruhi wengine. Alizungumzia aliyekuwa gavana katika kaunti ya Kisii James Ongwae kuwa yeye ndiye anayefadhili maandamano haya na kwamba ana kesi mingi zinazomkumba kutokana na maovu aliyoyatenda akiwa uongozini. Maandamano hatukatai, lakini don't walk around maandamano with marungu na mapanga mkikata watu. Under the protection of the police again. I want to ask Kindiki, what is his instruction to his police to allow lawlessness to be experienced in Kisii? If is that the case, we will not accept. Si hata tumekubaliana kwamba kama hata Raila tutafanya maandamano afanye ya amani, but not causing harm to people, killing innocent people, maiming people permanently. I'm told one of the boys who was cut that day, hata implants ijapatikana, yuko hospitalini. There is a shadow which is following me, and this shadow did his part and did terrible things in this county. I'm told the shadow is the one sponsoring all this kind of nonsense in town. We want to remind, he has so many cases. The shadow has so many cases. EACC has refused to deal with the cases of this shadow. We want to tell them that money that either somebody must have siphoned out of the county and now you want to cause havoc. We will not. Sisi, we are resilient. Vilevile gavana alijibu wanakandarasi wa jimbo la Kisii ambao walikuwa wameandamana, walisema kuwa gavana hajalipa hela zao jinsi walivyokubaliana. Ila gavana alisema kuwa hajapokea hela kwa miezi mitatu, sababu ambayo imelemaza baadhi ya shughuli katika kaunti. And we agreed the time he was to be in the office, he was to do fasting pay, spending bills, issue contracts to our members, and many other things which we signed. But up to date, the current governor who is in the office has done none of those. Even today, if you look into the papers, the Nation front page indicated that our governor is one of the people who have not done anything. The money which he has withdrawn from the controller of budget or from the accounts, the governor has been spending that money in salaries and taking MCAs and even workers to retreats, which means as a county there is no development which has taken place. My brothers and sisters, we have not received the salary for all money from national government for 3 months. Not Kisii County, all the counties in the country, they have not received. Other counties 4 months, 3 months. And you can imagine we came in, mliona watu madaktari wakitaka kugoma ati hatuna insurance. We had to pay 210 million. NHIF, there is what we call statutory deductions, 600 million. Watu walikuwa wanatoa pesa, wanakata pesa ya watu ambao wanalipwa ile pay as you want. They had not paid 600 million.
Alionya wale ambao wanauza vileo hadharani haswa katika vituo mbalimbali vya wanabodaboda, na akisema kwamba askari wanafahamu haya ila wanajitia hamnazo. Again, I want to ask you, please, I know in those stages, alcohol is sold there. Hard drugs, they are sold there. Under the watch again of the police. I'm happy with the county commissioner because when I spoke to him, he moved in with speed. But I can assure you, pombe inauzwa hapo kwa stage. How can it be? Eti mnakimbiza watu kule kwa kijijini, pombe, illicit blue, when chang'aa na bangi na cocaine inauzwa hapo. Then the same officers take charge of people who want to destabilize, kwa sababu hawataki order. Kukiwa na ujinga kama hiyo ya vijana kukatana town, sasa watakuwa na uoga. Wale wa kuuza madawa ya kulevya wanaendelea kufanya nini? Kuuza. You guys, mko na watoto, na watoto wenu lazima tuwalinde. Mkikubali hiyo upuuzi ikiendelea hapa kwa stage, tafadhali itakuwa ni mbaya sana.